Karibu sana katika chaneli hii ya Fundi Richi. Leo tunaanza na ratiba ya kufundisha ufundi kuanzia moja mpaka mwisho, kuanzia A mpaka Z. Tutakuwa na episodi zaidi ya 10 ambazo zitakuwa zinakufundisha ufundi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Leo naanza kukufundisha vifaa ambavyo unaweza kutumia kama we ni fundi unayeanza ufundi wako. Kwanza kabisa, jitahidi uwe na mita. Mita ndo kitu cha kwanza. We ni fundi simu, jitahidi kwanza nunua mita. Kifaa cha kwanza kabisa, nunua mita, maana mita ndo itakayokuwezesha kujua kwamba kifaa chako watakachokuletea kimeharibika wapi na ni sehemu gani na ni chipu gani ambayo imeharibika. Hii ndio inayotumika kupima. Nitakuja nikuletee video nyingine ambayo nitakufundisha hizi namba hizi zinamaanisha nini. Hizi zote hizi nitakufundisha hapa nafanya nini. Nitakufundisha kwenye alama hii inamaanisha nini. Nitakufundisha mshale hapa ulipoangalia hapa pa 200 inamaanisha nini. Nitakufundisha katika video itakayofuata. Lakini jitahidi ukiwa unaanza ufundi, anza na mita. Cha pili, kuwa na soda waya yako. Soda waya hii hapa. Soda waya ni ya muhimu kwa sababu ndio inayotumika kuchoma pale utakapobaini kuwa kitu fulani kimeharibika. Kwa hiyo hii ndio inayotumika. Kwa lugha nyingine inaitwa risasi. Risasi inaitwa risasi kwa lugha nyingine. Kwa hiyo ukiwa na hii mambo yanakuwa vizuri. Cha tatu, jitahidi kifaa hiki cha kufungulia simu, au kama wewe ni fundi wa redio, bufa, unakuwa na star zile mbalimbali, star kubwa kama hii hapa, star kubwa. Ni muhimu sana ukiwa unaanza ufundi. Alafu cha tatu, kama we ni fundi simu, jitahidi kuwa na hii kitu. Hii inakusaidia kufungua simu yako pale. Kwa mfano umefungua simu yako kama hii, umeshaifungua, umeshatoa misumari yako, unataka uibandue. Sasa inakusaidia kubandua, unapitisha humu kwenye mistari yake, inabanduka kama kawaida. Ngoja nikuoneshe mfano. Mfano ni kama huu, unaona unafungua vizuri sana. Na kitu cha tatu ambacho upaswi kukosa ni mafuta ya aina hii. Mafuta haya yanakusaidia katika simu, sana sana ni katika simu, katika hizi TV, bufa hizo unaweza ukatumia, lakini huko sio mahitaji sana kama kwenye simu. Kwenye simu ni muhimu kabisa, inabidi uwe na mafuta. Ukiwa na mafuta yako haya pale, kila kitu ambacho unataka kubandua kwenye simu tofauti na maiki, speaker na nini kingine, maiki, speaker na baadhi ya vitu ambavyo vinatumia waya, hiyo upaswi kutumia haya mafuta. Lakini kuna sehemu ya kubandua, kwa mfano kubandua kama system charger, kubandua kama terminal, kubandua kama IC, kubandua kama transistor na resistor mbalimbali katika simu.
unabidi utumie mafuta haya. Mafuta haya yanakusaidia ukishapaka pale, yanakusaidia kwamba ukiwa unaweka moto wako sasa, zile zingine ambazo upasi kutoa zisitoke. Inakusaidia utoe kile ambacho unataka kutoa, hakuna kingine. Unaona mafuta yako haya. Alafu kingine ambacho upasi kukosa katika simu, katika vifaa vya simu vya kutengeneza simu ni hii tiriza. Hii itakusaidia katika kushikia kila ambacho unataka kutoa. Unaiona kila ambacho unataka kutoa inaitwa tiriza. Kile ambacho unataka kutoa unashika. Kama unataka kutoa kama unataka kutoa system charger, kwa mfano unataka kutoa system charger ya hapa nishaitoa, au unataka kutoa hiki, unashika hivi, unachoma moto wako huku, mambo yanakuwa vizuri. Unabandua tu vizuri, sio mpaka kufanya hivi, unakuja kuharibu na vitu vingine. Na kitu kingine kabisa na cha muhimu ni blower. Kuwa na blower yako kama hii. Lakini watu wengine wanaanzaga na viberiti, lakini viberiti sio vizuri sana, kwa sababu hata na mimi mwenyewe nimevitumia, lakini sio vizuri sana katika kubandua IC, kubandua kitu chochote. Yani viberiti yani vinaharibu, kusema ukweli vinaharibu. Ila sema ukiwa unaanza hivi vya kuharibu vingine waga ufikiriagi, unafikiria hela tu, lakini ukiwa na blower unatengeneza kazi yako zinanyooka vizuri, zinakuwa vizuri. Zinakuwa vizuri kabisa, na kila unachokitengeneza kinanyooka, na wewe mwenyewe unajihisi kwamba na wewe ni fundi kabisa. Kufikia hapo, hivyo ni vitu vya muhimu. Vingine unaweza kuwa navyo, lakini vitu vya muhimu ndo hivyo. Ukiwa na hivyo vitu unaweza kuanza ufundi wako vizuri, na ukatafuta umeme wako ukaconnect, mambo yako yakawa vizuri, ukaanza kutengeneza, ukaanza kupiga pesa. Asanteni sana. Hii ndio episode ya kwanza. Fuatilia na episode ya pili itakayokuja. Nitakuja kukuonesha jinsi ya kufungua simu na kuangalia chipu mbalimbali. Takufundisha. Jitahidi kuangalia mpaka mwisho na kusikiliza vizuri, ili uweze kujifunza ufundi wa simu ambao utakuingizia pesa zaidi na zaidi, utakuwa tajiri. Asanteni sana. Usisahau kusubscribe na kucomment katika chaneli yangu hii. Kile kitu ambacho utakuwa unataka nikufundishe, tupia kwenye comment, nitakufundisha. Bye bye, siku nyingine.